ya kadhi mkuu. Kadhi mkuu alitoa barua ya kueleza ya kwa kuwa Idi itakuwa tarehe 22. Ilikuwa wajibu wake Mheshimiwa Matiang'i aifuate ile barua tu na afunge macho. Kungelikuwa hakuna mkanganyiko huu ambao tunauona sahihi. Kungelikuwa na amani, ingelikuwa yale ya chini tu. Na Sheikh, tukiangalia zile sherehe zenu za haji ambazo zimefanyika kule Mecca, Saudi Arabia, zilianza Jumapili, jana Jumatatu, leo Jumanne, na kwa mujibu wa baadhi ya Waislamu wamesema kwamba siku ya tatu ya kwenda Mecca, Eid al-Adha, ifanyike. Wewe wasemaje hapo? Kwa hakika kwanza jina inaitwa Eid al-Adha, haitwi Eid al-Hajj. Haina uhusiano baina ya haji na hii Idi. Na kwa nini haina uhusiano? Idi tuliekewa mwaka wa pili kulingana na kalenda ya Kiislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugura kutoka Maka kwenda Madina. Mwaka wa pili tukaekewa hizi Idi mbili. Sasa haji tulifaradhiwa mwaka wa 6, wanavyoni wengine wanasema mwaka wa 8, wengine wanasema mwaka wa 9, lakini ala kuli hali ilikuwa mwaka wa 6. Sasa utaona hakuna uhusiano, na ukiwauliza walioko haji leo wanafanya ibada nyingine, hawasherekei Idi. Idi ni ya watu ambao kwamba hawako haji, na sababu Idi lenyewe ni Idi ya kuchinja, ni kufuata sunna ya Nabii Allah Ibrahimu alipopewa mwanawe amchinje. Amri ilipotoka amchinje mwanawe, Mwenyezi Mungu akaleta kondoo kutoka mbinguni, ikawa ni fidia ya Nabii Allah Ismaili. Kwa hivyo haina uhusiano Eid al-Adha na haji, hakuna uhusiano kabisa. Sheikh Abubakar, tukiangalia pia na misimamo ya baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka pwani, wanasema kwamba kuundwe mufti ama jopo ambalo litakuwa linaongoza hizi sherehe za ndugu zetu wa Kiislamu hapa nchini Kenya, kama ilivyo Rwanda, Tanzania, Uganda na kwingineko. Kwani hakuna majopo mengine? Nimetaja ulama, kuna majopo mengi tu na mabaraza mengi ya Kiislamu. Mbona kuundwe jopo lingine liitwalo mufti ili kuongoza hizi sherehe zenu? Asante mchangazaji, swala lako zuri. Je, kwani hii ofisi ya chifu kadhi inaongozwa na asiyekuwa Muislamu? Chifu kadhi mwenyewe ana jopo lake la kuthibitisha mwezi. Kuna mabaraza, kuna SUPKEM, kuna baraza la maimamu, kuna mabaraza mingi, na ukiangalia mabaraza yote haya yanazozana, kila mmoja ataka ukubwa. Kuna ule msemo ya kwa kuwa kila mmoja ataka mkubwa ili atukuzwe. Hili ndilo tatizo, na tatizo kubwa sana katika hili suala la ofisi ya chifu kadhi. Kusema la ukweli, kuna ajenda ya siri. Ni kwa nini awe fulani asiwe fulani? Kwa nini ofisi hii inaongozwa na jamii fulani, kwa nini asiongozwe na jamii fulani? Sasa hata hilo jopo litakapoundwa, jopo la watu 10 haliwezi kukidhi Wakenya Waislamu karibu milioni 10 na zaidi. Itatoka watu wengine waseme hatuwakubali. Ni kama vile watu wengine wanavyosema hawamkubali chifu kadhi, na watatoka wengine waseme hili jopo limeundwa kinyume na sharia. Sasa ninavyosema mimi, Waislamu waheshimiane. Dini ya Kiislamu inasema wazi wazi ya kwa kuwa watu wapeane heshima. Anzilin nasa manazila, kila mmoja mpatie cheo chake. Maadamu chifu kadhi ni Muislamu na atakwenda kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa ametukosoa, ametuonyesha njia ambayo si sawa, kwa nini tusimwachie ende ajibu mbele ya Mungu? Kwa sababu tukiunda na wengine au chifu kadhi mwingine aje kwa sababu ya lengo hilo nilolisema, ajenda ya siri, mgawanyiko utakuwa ni huo tu, na itakuwa hatujatatua, tunabeba maji kwa gunia, na mgawanyiko utakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu ndani yake kumekuwa na misingi ya kikabila. Hao wanasiasa waliojitokeza tuliowaona katika magazeti ni jamii nyingine, na hii italeta picha mbaya. Na Uislamu watu wote ni dini ni moja, haina ukabila, haina chochote, haina rangi. Kwa hivyo yule ambaye yuko mamlakani apewe heshima. Siku zake zikiisha mwingine ataingia, ataheshimiwa. Ndio. Wanaoleta siasa ni akina nani? Tukimalizia, umezungumzia siasa sana, na tunajua dini ya Kiislamu haitangamani hata na siasa.
Kwa hakika ninyi wenyewe mmesoma kwa magazeti, si vizuri tutaje majina, lakini mmesoma kwa magazeti, wamejitokeza wanasiasa wakisema wanataka na jopo la mahakama liundwe limfanyie limwangalie chifu kadhi utendakazi wake hauridhishi. Hatupingi achunguzwe, hili ni sawa, kuchunguzwa ni sawa, hakuna ambaye anapinga hilo, lakini swala litakuwa ndio dawa. La umuhimu ni hilo. Mungu akituweka, kama atakuja mwingine, utaona ndugu yangu mtangazaji, Mungu akikuweka wewe, Mungu akiniweka mimi, aje chifu kadhi mwingine, awe atafuata muandamo wa Saudia, mgawanyiko utakuwa pale pale. Sasa tumalizie mzuri ndugu yangu. Ndia mzuri ndio namaliza. Ndia mzuri ni watu waheshimiane. Maadamu huyu yuko katika ofisi, aheshimiwe, na wewe ukija kesho ukikalia hiyo ofisi ndio utaheshimiwa. Ukimvunjia heshima, na wewe kesho utavunjiwa heshima. Safi kabisa. Shehe, swali la mwisho kabisa, labda uwaelimishe wale ambao si Waislamu, wameona tu kuna ruhusa imetolewa katika gazeti rasmi la taifa na wako nyumbani wametebwereka kwenye makochi yao wakisherehekea. Maana halisi, manake nikiangalia katika utafiti wangu, mtachinja zile nyama, manake ni sherehe ya kafara ama ya kuchinja. Tena naarifiwa kwamba nyama mtazigawanya mara 3, kipande kimoja kiende wapi, kingine wapi na wapi. Pengine tupe tu taswira na tofauti ya Eid al-Adha na Eid ul-Fitri ni gani, watu waelewe wasioelewa haya mambo. Kwa hakika swala zuri. Eid al-Adha ni Eid ya kuchinja kama nilivyotangulia, na tunafuata suna ya Nabii Allah Ibrahim, mwenendo wa Nabii Allah Ibrahimu kumchinja mwanawe Ismaili. Mwenyezi Mungu akamletea kondoo kutoka mbinguni, kichinjwa kilikuwa kizuri, ili amwache asimchinje Ismaili, amchinje yule kondoo. Sasa na Waislamu dunia mzima wanafuata mwenendo wa Nabii Allah Ibrahimu ya kuchinja, na hii ya kuchinja ni sunna, kwa sababu idi lenyewe inaitwa idi la Adha, ama idi la kuchinja, ama idi kubwa wengine wanaliita, lakini la msingi ni idi la kuchinja. Na kule kuchinja utaona hikima yake ni kufuata sunna na Ibrahimu, lakini faida yake ni nyingi. Nyama ile inayochinjwa kama unavyosema, mtu atakula jamaa yake, majirani, marafiki, inagawanywa sehemu 3 kama hivyo ulivyozieleza. Na faida wale wasiokuwa Waislamu na Waislamu wanaafikiana ya kwa kuwa alitaka kuchinjwa mwanawe Ibrahimu. Waislamu wanasema ni Ismail na Wakristo wanasema ni Ishaq. Kwa hivyo sisi tunafuata tu mwenendo. Na Eid al-Fitri ni idi baada ya kufunga zile siku 30 ama 29, baadaye huwa tunatoa fitri. Na kutoa fitri ni kuwasaidia, ndio hiyo jina likaitwa Eid al-Fitri, kuwasaidia wale wasiobahatikiwa siku kama ile, ili wapate chakula vizuri. Na idi hii basi watu wale nyama, washerehekee, wafurahike, tajiri, masikini, ili siku ile wote waonekane sawa sawa. Ni makosa idi hili kuliita Eid al-Haji kama wengi wanavyoliita, si Eid al-Haji, kwa sababu hata huyo aliyoko haji leo yeye hana idi, ana ibada nyingine anazifanya. Asante. Na asante sana Sheikh Abubakar bin kutoka Eldoret. Eid al-Adha, mambo mazuri kabisa. Anasema muhimu ni kwamba unachinja, unagawanya na wenzako, lakini swali bado liko pale pale, ni leo ama ni kesho? Tuendelee kutafuta haya majibu, ndio maana nitakuwa na kuvusha hadi maeneo ya Mombasani pia tusikize kulikoni. Mtazamaji, mjini Mombasa, viongozi wa dini ama dini ya Kiislamu wametaka kudumishwa kwa amani na upendo kwa Wakenya, na kila mara kulenga kuishi kwa umoja. Aidha, wamesisitiza kuwepo kwa haja ya tofauti ama kutolewa kwa tofauti zilizoko, kuweza kutangulia ama kuwekwa harakati ya jamii ya Kiislamu kuweza kuungana ili kuweza kupata mwelekeo, hususan katika sherehe kama hizi. Waziri wa Utalii Najib Balala pamoja na aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar wametaka kuundwa kwa mufti ama baraza litakalotoa mwelekeo wakati Waislamu wanaposherehekea siku hii ya Eid al-Adha. Ramadhan tunaposherehekea sikukuu zaidi imekuwa mingi sana, na ningeiomba serikali na wabunge wa Kiislamu kama ndugu yangu Balala, Mheshimiwa Duale,
wafanye mpango hii nchi iwe na mufti kama vile ilivyo Rwanda, Burundi, Misri na mataifa mengine, kwa sababu kama kuna mufti, masala ya utata kama haya kizuka, atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutoa fatwa ambayo Waislamu wote watakubali. We don't necessarily need a legislation, but if government want to recognize it in a legal framework, I think it is more welcoming. Yeah, but it is the unity of Muslim which is more important, which does not need necessarily legislation, but it will be appropriate to be put in legislative framework that will guide the Muslims. Naam, mtazamaji, mbali na sherehe hizo za Eid ul-Adha, bado tuna taarifa nyingi kabisa tulizokuandalia kwenye leo mashinani. Usiende mbali na meza mate kidogo, narejea muda si mrefu. لأنه حاج لأنه غير محرم، فعندنا من أحرم بالحج. This is KTN News. Daring Abroad in association with Equity PayPal. We are about to come to the end of the returnees edition of Daring Abroad. My idea was to build the future, and I can only change the future if I inspire the young kids. When I came in 2013, I would say I'm a massage therapist and people would just like, We've been featuring Kenyans who said bye-bye to the diaspora and their impact back home. The drive to promote health in Kenya so that patients can benefit from the new training. From this September, so this is called parasailing. The African edition. I was born in Nairobi. I'm working here at Long Beach Resort in Mauritius as a special events manager. 2007, I started One World Tours and Travel in South Africa. Daring Abroad, a Chams Media production every Saturday at 9:45 p.m. on KTN Home and KTN News. PayPal is a faster, safer way to make and receive online payments. With the Equity Bank's PayPal withdrawal service, you can access funds received from anywhere around the globe. Even better, you can now withdraw funds from your PayPal account to your Equity Bank account at a reduced rate of as little as 1%. Visit Equity's self-service portal to link your PayPal account to your Equity Bank account today. He signed a peace and friendship agreement with Eritrea's president. Our goal is to build Africa by Africans for Africans.
The African Women's Decade runs from 2011 to 2020. There are many other issues, like for instance, women being used as weapon of war. What kind of an experience have you had in Uganda with regards to mediation? Courts deal with what people want. Who is supporting these politicians in their campaigns? Are you going to be the first of the citizens? I already got entangled in politics because of injustice. Nelson Mandela, Nelson Mandela, hauna yatswanalien. Over 3 people dead. I'm moving there. Why would you want me to keep quiet, sir? When it comes to news, we search far and wide. Jambo Kenya! Tagadera, one of the busiest trading centers. Get our hands dirty to bring you nothing but unfiltered information with facts. Think wealthy, get wealthy, and stay wealthy. Daring to make it count where others do not venture. You are live on KTN News, and this is an advert. What have I done? Bringing you along for the adventure. Donkeys are actually very affectionate animals. Affordable to most residents here. With features. 11 p.m. in the night, and there's not much traffic. From the main stages to the street rallies. One of the main litmus tests in their raid for the vote. Just to give you a healthy dose of reliable information. Because we go the full time. Hapa KPN wakitafuta mdhamini. Plus all the extras. To deliver on our mandate as a leading media house, putting you at the forefront of our mission for everything you need to know. KTN News. Get the whole story. This is KTN News. Na mtazamaji, tunatanda na kutamba kote nchini kutoka Mpeketoni hadi Msambweni. Kwenye Leo Mashinani tuko kote kukujuza wewe pale ulipo taarifa za usawa na ufasaha kadri zinavyochipuka. Karibu tena mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa nasi. Zaidi ya watu 70 wamekamatwa katika vurumai zilizokumba mji wa Kampala, Uganda hapo jana, wakati polisi walipotumia risasi za moto na mabomu ya kutoa machozi kuweza kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakishinikiza kuachiliwa kwa mbunge wa upinzani Robert Kyagulanyi Ssentamu almaarufu kama Bobi Wine anaendelea kuzuiliwa. Msemaji wa polisi mjini humo amesema kwamba watu hao watafunguliwa mashtaka ya kuzuia ama kuzua usumbufu na kuvuruga amani. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika jiji la Kampala, Uganda hapo jana.
amajega badega kubango inachokoze bane bo bawe Na tukirudi hapa nchini, mtazamaji, soko jipya la mifugo limefunguliwa katika eneo la Kawap, kaunti ya Samburu, katika jitihada za kueneza amani baina ya wafugaji kutoka jamii za Samburu na Turkana. Eneo hilo la Kawap limekuwa likishuhudia mapigano ya mara kwa mara kutokana na visa vya wizi wa mifugo. We want our farmers, our livestock farmers, our pastoralists to have access to markets where they can sell their livestock and buy foodstuffs. So this project is a success. They'll be able to sell their livestock here. We have upgraded to somehow a secondary market, and it's going to be a feeder market to Rolkuniyeni, which is our major market in Samburu County. Wamama kama sisi tutangoja hata mwanaume alete upige simu ndio hata upate shilingi 10 ya chumvi, angalau hata wewe utaweza kukuja kuuza uji yako, chai yako, mandazi yako na chai yako, ukirudi nyumbani watoto wanapata chakula. Mimi narudishia Mungu shukrani na naomba Mungu tena hii vita hii Baragoi isirudie tena, tukue na amani na tufanye maendeleo. Wamiliki wa majengo yaliyoko katika mikondo ya maji katika kaunti ya Isiolo wamepewa ilani na kutakiwa kuyabomoa majengo hayo kabla ya mkondo wa sasa unaoendelea katika kaunti ya Nairobi kuwafikia. Akizungumza katika mkutano na baraza katika eneo la Mwangaza wakati alipokuwa akizindua awamu ya pili ya mradi wa maji katika eneo hilo, waziri wa maji na usafi katika kaunti hiyo Simon Chelugui ameonya kwamba serikali kamwe haitalifumbia jicho swala hilo la uharibifu wa mazingira ukiendelea. Mark Namaswa na taarifa zaidi. Mark Namaswa akituletea taarifa hiyo. Wacha nikupeleke katika eneo la upanzi wa miwa na sukari. Wakulima wa miwa katika eneo la Awendo, kaunti ya Migori, leo wamefanya maandamano kupinga mpango wa serikali wa kuweka mipaka ya ukataji miwa kwa makampuni ya sukari katika eneo hilo. Wakulima hao wanasema kwamba sasa watalazimika kuweza kuachana na kilimo cha miwa iwapo mpango huo utatekelezwa, kwani utatoa fursa kwa makampuni ya sukari kuweza kuwapunja. Mmoja wa wakulima hao, Joshua Onyango, amesema kwamba mfumo huo utawarejesha nyuma wakulima katika masaibu yao ya miaka ya zamani ambapo walilazimika kusubiri kwa kipindi cha hata mwaka mmoja kabla ya kupatiwa malipo yao. Hello.